لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Leo insha Allahu taala tutaingia kuelezea sunanu saum, sunna za funga. Ni sunna nyingi na adabu zake ambazo wanazuoni wameziweka kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama. Yatakikana kila mmoja wetu ajipambe na sunna kama hizi. Utajiinua daraja na utapata fadhila na mafungu mengi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine wakisikia jambo fulani ni sunna, huwa kwao hayana maana, hawayapi uzito. Utamsikia mtu anakuambia jambo fulani ni sunna tu, tena anasema kikawaida, na wengine husema hata kwa kejeli, ni sunna hiyo, imetoka wapi? Hiyo ni sunna tu. Ni kuonyesha haina maana kwa lafdhi aliyoitamka. Sunna kwake ni kama kitambara. Ndio kaona leo watu wengi hawajashikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akiambiwa wakati unapotaka kuhirimia, yani kufunga swala, ni sunna muakkada, tena kupiga mswaki, mtu atakuja atakwambia ni uchafu. Wajua hizi lafdhi bila kuzipa uzito utaona ni kawaida, lakini si kawaida. Ulimi ukitouchunga unaweza kumkosea adabu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kujua. Kupata wanja ni sunna, iwe mwanamume, iwe mwanamke, iwe mwanamume. Lakini wewe leo ukipaka wanja, watu watatumia lugha nyingine za kukuita, tena lugha mbaya. Wengine huitwa mpaka au kina fulani wanaofanya biashara ya kujiuza, lugha mzito. Ukivaa kikoi baadhi ya miji inasemekana kama Tanzania, utafikiriwa pia kama hao. Basi hatusomi, tuwakosea adabu wanazuoni wengi, swahaba wengi, tabiina wengi. Tosheka tu kuwa wewe unamkosea adabu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lafdhi nyingi hatuzipi uzito. Ni sunna ukivaa nguo isipite macho ya maguu, wewe unaiburutisha. Na ukiambiwa ni sunna isipite macho ya maguu, unatumia lugha nyingine kumpatia kama dozi ya kumkomesha. Kwani sisi huvuka mto? Haya, tupandisheni basi mpaka zifike mpaka kwenye mapaja, zitakuwa ni kanzu tena hizo? Lugha nyingi chafu chafu. Lakini ukiambiwa jambo hili ni sunna, litie maishani mwako, utafaulu. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil janna. Yoyote mwenye kuhuisha sunna yangu, faqad ahabbani, bila shaka mtu huyo atakuwa amenipenda mimi. Wa man ahabbani, na yoyote mwenye kunipenda mimi Rasulullahi, kana ma'i fil janna, mimi na mtu huyo tutakuwa pamoja peponi. Wewe ni nani mpaka uwe karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam peponi? Umesharifika kwa sharafu gani
kubwa kiasi gani, daraja iliyokubwa kiasi gani, si kiwango chako cha wewe ambaye huna sifa ya kuwa hata kuvaa hata viatu vya sahaba, lakini leo unawekwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi mahodari, hadithi hiyo ni dhaifu. Kuvunja tu, sisi kazi yetu ni kubomoa tu. Inaweza kuwa ni dhaifu kweli kulingana na hali za wapokezi, lakini si kila hadithi kuwa ni dhaifu basi Mtume hakulifanya. Nitaiacha ile hadithi kuitumia katika kuitolea hukumu, lakini inaweza kuwa imesihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tuangalia katika wale wapokezi, pengine mtu fulani hana sifa fulani zinaifanya ile hadithi ishuke kwenye martaba ya kuitwa sahihi, lakini muongo mara nyingine si usema kweli. Sisi tunachokitaka ni kuvunja, si kutengeneza. Sasa wewe hufanyi na wafanyao, wewe wawakashifu. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru 100 shahidi, yoyote mwenye kuihuisha sunna yangu wakati wa kuharibika ummati wangu akhiru zamani kama hizi, ukaihuisha sunna moja kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi utaandikiwa thawabu za waliokufa shahidi 100. Mashahidi 100 waliopigana vita, wale daraja yao wale Mwenyezi Mungu asema msiwaite ni wafu, wale wako hai mbele ya Mwenyezi Mungu na wanaruzukiwa, yurzakun, wanaruzukiwa kwa istimrar, hawaachi kuruzukiwa. Lakini sunna ndugu zangu mmoja tu, hata aya ni nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi ni qudwatun hasana, kielezo chema, kiigizo bora. Ikiwa yule mmoja tu sahaba inasemekana alipita na kikundi pahali fulani, akaonekana ameinamisha kichwa chake chini au ameinama huku yuwatembea, akapita pahali kama pale na kuko wazi kabisa. Angalia mahaba ya waliokuwa wakimpenda Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa tayari zama zozote kuzifuata sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale masahaba wale wenzake wakamuuliza, mbona umefanya hivyo? Umeinama kana kwamba mbele yako kuna kitu kimekuzuilia, kuna kizuizi na hapa ni sehemu open kabisa. Akamwambia, naam, nakumbuka safari moja nilipita hapa pamoja na kipenzi chetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulipopita hapa, wakati huo kulikuwa kuna mti umekingiriza ule mti, yani umefanya kushuka, umeinama. Imetubidi sisi tufanyeje? Tuiname ndio tupite, na ni hii sehemu Bwana Mtume aliinama pahali hapa alikanyaga Bwana Mtume nyayo zake, nakumbuka vizuri ni hapa, na aliinama akiwa hivi yuwapita. Na leo mimi zama zimepita, muda Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki dunia, anapita namkumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam, anapita kama vile alivyopita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasema sunna si kitu. Wama lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Angalia wafuasi bora wanaofuata Bwana Mtume na wanafuata sunna za Mtume. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ana wa man ittaba'ani. Sasa wewe ni mfuasi gani wewe? Mfuasi bora ni mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika njia zake za da'wa na kila kitu. Sitaki kurefusha huko, lakini hebu leo tuzipe uzito na maana sunna za ibada ya saumu. Tukiwa tumefunga sisi tuzihuishe hizi sunna na adabu zake. Ni nyingi sana, lakini tutataja baadhi. Sunna ya kwanza, tuanze na ta'jilul fitri, kufanya haraka kufutari, yani kwa lugha yetu iliyozoeleka kufungua mwadhini, japokuwa mwadhini haufunguliwi, lakini sisi tunajua ukisema kufungua mwadhini ni pale wakati
adhana inaadhiniwa, sisi ndio tunafungua ile saumu yetu kwa ile adhana, ndio tumeita kufungua mwadhini. Lakini ukisema kufuturu, mtu anaelewa ni baada ya kuswali maghribi, wewe baadaye unafanyaje? Unaenda kufuturu, kula nyumbani kwako kwa makini. Lakini man fattara, taajilul fitri, kufanya upesi kuifungua ile saumu yako. Usisubiri kama kina fulani. Kuna madhahabi fulani, mfano madhahabi ya Kishia, kwa wao ule wakati sisi tufungua madhini, kwao bado wao mpaka nyota zidhihiri. Zikidhihiri nyota ndio basi ule usiku umeingia. Lakini hadithi ni nyingi, dalili ni nyingi za kuonyesha wakati wa kumalizika ibada ya saumu ni pale jua linapozama, wakati wa magharibi. Usicheleweshe, kifika wakati huo hakuna hili wala lile, fungua mwadhini kwanza. Sasa wao ndugu zetu husubiri mpaka wakati huo, na haitoshi katika kuiungulisha kwa namna hiyo nafsi zao, na kwanza wanatanguliza swala kwanza wanaswali, kisha baadaye wanafungua mwadhini. ma jaala alaykum fi dini min haraj. Ukiangalia kuna haraj au hakuna, kuna uzito au hakuna. Alfajiri ndugu zangu mpaka magharibi jua limezama, wasubiri nini? Mwenyezi Mungu hakujalia haraj, uzito katika dini. Sisi wenyewe ndio tuifanya dini kuwa mzito. Na ile riwaya sema vipi? Hakuna mtu yoyote ataifanya hii dini kuwa mzito isipokuwa dini itamshinda yeye. Wengi wanaozitumia sunna vibaya, mwisho huangukia wakibakia kusema fulani mashallah alikuwa akifanya kadha, hebu mwangalieni sasa hivi ashachoka, ashavunjika morali. Dini iende kwa kiasi na kipimo chake. Usifanye kupitiliza mambo ambayo yako juu ya uwezo wako. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Hizo ni aya ndugu zangu, zitabikishwe kwa namna hizo. Dini iko wasifani ndugu zangu. Kitaka kuifanya dini, wengine hawana dini, ndio hiyo sasa hufikia maksada, huyu kamkufurisha huyu akamtia huyu kwenye dini, huyu ndio afaa kuingia kwenye dini, huyu kamtoa. Huyu Muislamu, huyu ni kafiri. Tuenda wapi? Hatuendelei kwa mambo haya. Lakini idha tayaqana alghurub, kufanya haraka kuifungua saumu yako, huwa makini. Lakini mara nyingine huwa kuna mawingu, saa zabadilika, usifanye haraka kuwa nakupa. Tumeambia tufanye haraka kufungua madhini, hakikisha wakati umeingia. Na kila eneo mashallah leo Mwenyezi Mungu ametufanyia wepesi, kila moja na saa mkononi, masimu tunayo. Kwa hivyo tuchungeni zaidi wakati. Ama akifanya shaka, basi nasubiri mpaka ile yakini imfungukie, ndio afungue mwadhini. Sunna ya pili ni as-suhur, kula daku, walau bijur'ati ma, hata kama ni tama la maji. Wengine huona kupiga tama la maji hiyo huko si kula daku, maana kula mpaka ule tena ule kweli kweli. Hapana, walau bijur'ati ma, hata tama la maji hiyo ni daku. Na hikma ya kula daku ni at-taqawi ala sawm, at-taqawi ala sawm, ili upate nguvu kule kufunga. Na pia kula usile kupitiliza. Imesuniwa vile vile ule tende tatu kama vile unavyofungua mwadhini. Wapi hayo ustadhi? Hebu rudia tena, tende tatu tu. Sisi tunataka mabiriani wakati huo, michele, wali wakisawa sawa, ukushike huko. Sasa utaingia kwenye karaha, kula kushiba haitakikani wakati wa kula daku, kwa sababu inaondosha faida ya funga. Ukila kushiba, ile saumu ile chanjo yake utaipata saa ngapi? Na ikifika mchana wewe unataka kwenda kulala, kisha wewe kila siku jamani, hizi funga watu kuni wavivu tu, hawana makelele mengi. Kweli wewe umefunga wewe? Hebu mwangalie alivyokula daku,
ndivyo alivyokula kama ulivyokula wewe. Na pia daku ina wakati wake ndugu zangu. Mtu saa nyingine kirudi tarawihini kwambia bana, subuhi kuraukiwa, ngoja nile daku langu mapema saa ngapi? Saa 5 za usiku. Hilo si daku, hilo kule kwetu huitwa bembe. Bembe ni chakula ambacho huliwa baada ya kusaliwa tarawih, hii tarawih yetu ya mapema. Lakini daku wakati wake unaingia min muntasifi layli, nusu ya usiku. Ugawanye usiku nusu kwa nusu, yani saa 6 za usiku. Deka alam, hakikisha wakati umeingia. Na kule kula daku ni kutoshabihiana na Mayahudi. Mayahudi nao walikuwa kifunga, na sisi utaona katika sheria mambo mengi tumeletewa kupingana na mienendo ya Mayahudi. Mayahudi kazi yao iko sikula daku, sisi tumewekewa kula daku. Sasa wewe usiyependa kula daku, wengine hawapendi, tena hawapendi kabisa. Wewe hupendi sunna hii, sunna Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kula daku kuna faida kubwa sana ndugu zangu, mpaka kwenye ile saumu unayofunga. Na ndio tumeambiwa ni vizuri kila ukichelewesha kula daku, kila kuchelewesha kula daku ni vizuri zaidi, wapata fadhila zaidi. Ndio hiyo sasa inaingia kwenye sunna nyingine, taakhiru suhur. Taakhiru suhuri ni sunna, kuchelewesha kula daku. Na kule kuchelewesha ile ni bihaithu la yafushu taakhir, usicheleweshe kiasi kwamba inachukiza kule kuchelewesha mpaka unafanya shaka, je, wakati umeingia au haujaingia? Umejiweka kwenye position sasa na ule wakati kufanyia shaka baina ya kuingia na kutoingia. Wanatuambia ni sunna unapomaliza kula daku ufanye imsak kabla ya alfajiri kiasi cha robo saa. Kiasi cha robo saa kiasi cha kusoma aya 50 tena za suratul Baqara. Tena hizo aya 50 ukizikadiria ni hiyo sasa kiasi cha robo saa. Mtu ataelewa zaidi robo saa kushinda aya 50 namna ya kuzikadiria, lakini ukizikadiria hizo aya 50 za suratul Baqara utakuta ni robo saa. Sunna nyingine wamesema alfitru ala rutabin witran, kufungua mwadhini kwa rutab. Rutab ni zile tende mbichi, sijui huku kama watu wanazijua au hawazijui. Kuna miti ya mitende ambayo utaona zile tende zinakuwa mbichi, hata ziko na uchachu baadhi, nyingine ukizila kala yake iko kala ya yellow au green kama sijakosea. Zile ukipata zile ni bora. Sasa fayukaddimuhu awalan, hizo ndo tanguliza ukiwa nazo. Fa illam yajid, kitopata kuna tende zinaitwa fabusri. Tende ziko aina nyingi ndugu zangu, hizi tende ziko aina nyingi, ziko grade tofauti. Alhasil wewe hujui, si mtaalamu wa tende ziko hapo, anza kufungua mwadhini na nini na tende. Ukikosa tende fadimai, fungua mwadhini kwa maji. Lakini hata zikiwepo tende mbele ya sambusa hazina nafasi. Sasa hapo sunna bana, utanisamehe ndugu zangu, utakwenda kulishwa mazuri huko. Kwa hiyo sunna kufungua mwadhini kwa tende ndugu zangu. Ikiwa hakuna basi maji, ikiwa hakuna maji tena, maji yenyewe ukipata Zamzam ni aula, utangulizwa maji ya Zamzam. Yakikosekana maji ya Zamzam basi maji ya kawaida. Hakuna maji, ikiwa fahulwin, hivi hulwin ni ma lam tamassahu nar, ni chakula cha tamtamu kama asali, zabibu, ambacho hakipashwi na moto. Kisha ukikosa hiyo sasa ni alhalwa. Halwa ni kitu cha tamtamu ambacho kina nini kama halwa, kile ambacho kinapashwa na moto. Hii ndio taratibu. Vile vile wamesema yusannu takhlil. Tena takhlil yani takhlilu ma baina al-asnani min baqaya ta'am. Hizi siku hizi tuko na hizi toothpick hizi, kiwa nazo usitosheke na kupiga mswaki peke yake, tumia zile toothpick. Tena wamesema hizi wengine wamesema hizi zimekokotezwa zaidi kushinda mswaki.
kwa sababu hizi zinaondosha mabaki ambayo yako ndani ya nini, meno. Haya mabaki ndani ya meno yanaweza kuidhuru saumu yako. Ukaamka una hizo vyakula vimedandia kwenye masinye yako, kwenye meno huku chini, zinaweza zikashuka. Sasa wengine wamekokoteza zaidi kushinda kupiga mswaki, kwa sababu kupiga mswaki inaweza isiondoshe kushinda. Wangapi sisi tutapiga mswaki na hatutosheki? Tutatumia nini? Toothpick. Tutajua ile ndio itang'oa zile zitu zilizoko ndani ya meno vizuri zaidi. Tayeb, kisha alitianu bidua al-iftar, kuleta dua ya kufungua mwadhini. Dua ya kufungua mwadhini ni ipi? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Hiyo kwa ufupi, lakini unaweza kukusanya baadhi ya riwaya ambazo zimepokewa kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama riwaya ilipokewa na Umar bin al-Khattab kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema dhahaba adh-dhama wabtalat al-urub wa thabata al-ajru insha Allah. Pia ukikusanya baadhi ya riwaya nyingine utamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema alhamdulillahi alladhi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Ukikusanya riwaya nyingine utakuta Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Na zote hizi ziko na thawabu zake. Ukizijumuisha kwa wakati mmoja, basi utapata fadhila nyingi sana. Alhasil, lakini dua ni nyepesi sana, usiseme ni ngumu. Allahumma laka sumtu, ewe Mola mimi nimefunga ni kwa ajili yako. Wa ala rizqika aftartu, si ulikuwa umefunga na sasa hivi ni wakati wa kufungua saumu yako, basi naifungua kwa riziki yako ya halali. Wa ala rizqika aftartu, tapata fadhila kubwa. Sisahau dua ya kufungua mwadhini. Tayib, na pia aliftaru ala halali, kufungua mwadhini kwa kitu cha halali ni sunna. Sila hiyo umefungua na katlesi na nini, kitu mayai na soda, haina neno. Muhimu umefungua kwa kitu cha halali, hiyo pia ni sunna nyingine. Lakini tutanabahisha, hata vitu ambavyo ni vya halali kufungulia mwadhini ni sawa na ni sunna, lakini wanakataza tena wewe umejizuilia kutokea asubuhi ukaanza kufungua mwadhini na vitu vya gesi kama soda, ambao Ustadh Abdul Razak jazahullahu khairan ameeleza kuna madhara makubwa sana mtu kuanza kufungua mwadhini na soda. Na hizi soda pia zinatofautiana madhara. Tumewekewa sisi na hatujui kujitibu, tuwekewa madhara na hatujui. Kisha wao mbona wanatumia, wao hunywa mpaka pombe, lakini wale wamejua namna ya kuyaondosha ile madhara. Wewe angalia sisi na wao ni wapi wenye afya njema wengi zaidi? Wale utaona mpaka wanawake henda mbio kama watoto wadogo, tena na wanapigana na wana acting wengi masinema. Hao kina nani? Sifa wazungu. Hebu walete wanawake wetu wakimbie mbio kama wanavyokimbia wao. Wanafanya mazoezi kila siku. Mwanamke anapiga push up kila akiamka asubuhi, anaenda mbio. Sasa msijaribu wao wale wanajua namna ya kutukota. Sisi ndio tumefanywa wajinga. Usifungue mwadhini na soda, jiepushe sana. Na usifungue kitu chochote hata ambacho ni tende cha haramu. Umemwibia mtu tende ili ati mimi nifungue mwadhini. Watu wanao tabia hizo. Wengine huiba miswahafu ya misikiti wakfu, eti mimi nyumbani sina mswahafu nataka kusomea mswahafu. Sasa thawabu gani wewe soma mswahafu pate thawabu gani hizo? Uwizi, kisha unaenda kusoma Qur'an nyumbani, wewe umejepa wakfu wa msikiti. Kwa hivyo kufungua mwadhini kwa kitu cha halali. Tayeb, sunna nyingine ambayo baadhi ndio wakiitekeleza, wengi wameghafilika nayo, ni taftiru swaimin, kuwafungulisha mwadhini waliofunga. Kuna ujira mkubwa sana wa kumfungulisha mwadhini mtu aliyefunga, sababu imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam, man fattara swaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqas min ajri swaim shay'a. Yoyote mwenye kumfungulisha mwadhini aliyefunga, basi atapata mfano wa ujira wake. Yesu amefunga, anaenda kupokea ujira kwa Mwenyezi Mungu, basi wewe kumfungulisha hata kama ni tende moja, utakwenda kupata thawabu za funga yake, ndugu yangu. Tena Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema si kwamba wanashare ile funga yake, itagawanyiwa nusu, ghaira annahu la yunqas min ajri sa'im shay'a, yani min ajrihi shay'a, hapunguziwi yule aliyefunga ujira wake chochote, na wewe unaenda unapata ujira wake.
Kwa hivyo ni muhimu sana hata kwa tende tatu, lakini ukamilifu wa kumfungulisha mwadhini ni umlishe, umshibishe. Je, ukimwita nyumbani ukamwalika, kuna zile baraka za kumwandaa mgeni, kumwalika nyumbani ukamchukua kama mgeni. Leo kuna matatizo mangapi ndani ya majumba? Mgeni ni baraka, lakini leo sisi tumekuwa wagumu, hatupendi kualika watu, hata kuwapelekea. Baadhi ya miji utakuta, si baadhi ya miji, baadhi ya watu utakuta mashallah pale wakati wa magharibi saa 12 kabla ya mwadhini kufungulia ndio wanafuturisha, huyu anampelekea chakula huyu, naye yule anampelekea chakula mwingine. Na haya pia Ustadh Abdulrazak jazahullahu khairan ameyazungumza. Haya ni mambo ambayo ni sunna yakifanywa, wamfuturisha waenda kupata thawabu nyingi. Lakini wewe kuna kumpelekea chochote, labda pengine umpelekee bario ya ugali imebakia, mpelekee itamfaa jirani. Jamani, tujaribuni tutoke kwenye hayo mambo ambayo yani yanaudhi kwa upande mmoja au mwingine. Tayeb, kulingana na wakati, insha Allahu taala sunna zilizobakia ni nyingi, lakini pia insha Allah tutazikatakata baadhi, na zote zina umuhimu. Tutazikamilisha kesho insha Allah taala. Katika darasa ya kesho tutamalizia kuelezea sunna na saumu, sunna zinazofungamana na ibada ya saumu, maadabihi, pamoja na adabu zake. Mwenyezi Mungu atujalie kila la khair, atuwafikie kila la khair, tujalie kuwa min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wal afwa minkum.